Yeye aliyekufanya ukubali kutumika ndiye atakayekuwezesha kusonga mbele. Yeye aliyekufanya uwe hivyo jinsi ambavyo ulivyo, ndivyo ambavyo anavyotamani uendelee kustawi siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wapo watu watakao kuja kuchota hekima kwako. Usijidharau hivyo jinsi ambavyo ulivyo. Jione kabisa ya kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Jione ni wa thamani hata mbele za watu unapopita. Jione kabisa ya kwamba wewe ni wa maana, ni wewe ni wa thamani. Mungu hawezi kuumba kitu ambacho kisichokuwa na thamani kama yeye sio wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yaani Mungu hawezi kabisa kuumba kitu ambacho kisicho cha thamani kama yeye sio wa thamani. Na ndio maana anasema ukinikana mbele za watu, nami nitakukana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Mpendwa, sikia hiyo. Nyakati tulizo nazo sizo, ni saa 11 ya jioni, maana muda umekwenda sana, tofauti na vile jinsi ambavyo tunavyodhani. Shetani naye yuko kazini. Kila wakati linaibuka kila jambo, kila wakati lipo hili, kila wakati lipo hili. Na tukisema hatuna dhambi tunajidanganya bure. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema hatuna dhambi tunajidanganya bure. Ni neema ya Kristo tu ambayo iko. Neema ya Kristo peke yake ipo katikati yetu. Ukisimama kwa miguu yako kumtumikia Mungu, naye Mungu hatakuacha. Maana amesema nitakuwa pamoja nawe mpaka ukamilifu wa dahari. Haijalishi katika utumishi wako ambao unaotumika huko namna gani. Haijalishi watu watakucheka namna gani. Leo wanakucheka na kukusema, lakini kesho watakupigia saruti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haujui ni jinsi gani hao watu ambao wanaokucheka leo, jinsi ambavyo wanavyoumia ndani ya mioyo yao. Wengine wanatamani kuwa kama wewe, lakini wanashindwa. Neema ya Kristo itakapokuwa imeshuka katikati yao, ndipo watakapoona maana yake ya utumishi ambao umeendelea kutumika. Kuwepo kanisani, hemani mwa Bwana siku zote, wala sio dhambi. Kuja kumlilia Mungu hapa madhabahuni kwa yale ambayo unayoona kabisa ya kwamba Mungu amekusemesha, sio dhambi. Acha waseme hauna kazi ya kufanya, wewe unashinda kanisani. Waambie kabisa hivi, ninashinda kanisani kwa sababu aliyenifanya niwe hivi, yeye yuko kanisani. Aliyenifanya niwe hivi nilivyo, tajiri, ninafanya biashara zangu zinatoka, ufaulu wa watoto wangu uko vizuri, mume wangu yuko vizuri ananipenda, mke wangu yuko vizuri ananitunza, ananipenda, yuko kule ambako ninakokimbilia. Ipo siku watakuelewa hata kama wasipokuelewa kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kanisa, unapomkana Yesu, kumbuka kabisa ya kwamba ipo siku na yeye atakukana mbele ya Baba yake. Kikutana na watu huko wakisema, huyu yuko hivi, yuko hivi, ambie tu kwamba aliyenitengeneza huyu ni Yesu. Aliyenifanya hivi nilivyo ni Yesu. Hakuna mwanadamu mwingine anayeweza kunitengeneza kama ambavyo nilivyotengenezwa. Ninavyoonekana hivi ni mfano wa Mungu aliye hai. Hivi ambavyo ninavyotumika ni yule ambaye aliyenifanya ya kwamba nitumike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini ukikubali kubeba msalaba na kumfuata, yeye hatakuacha.
hata kuacha mpendo, hata kuacha baba yangu, hata kuacha mama yangu, hata kuacha kijana wa kike na wa kiume, hata kuacha katika kila eneo ambalo utakalopita. Ona kabisa ya kwamba Mungu yeye yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Biblia inasema mwogopeni yeye anayeangamiza mwili na roho. Mwogopeni yule anayeangamiza mwili na roho. Lakini huyu mwanadamu anayekutesa pamoja na mateso yote unayopitia, lakini Mungu akisimama katikati yako akisema iwe, inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama ni kutenda dhambi, wewe tenda tu sana, kama kile kitabu cha Warumi ile sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka 11. Ukisimama katika kutenda dhambi, tenda dhambi, kwa sababu ipo faida huku ambako ulipo. Lakini ukisimama kwenye kusudi la Mungu, fanya lile lililo kusudi la Mungu, naye Mungu atasimama na kuonekana katikati yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Usiache kutenda dhambi mpendwa, kwa sababu yapo malipo yake ambayo yaliyo mazuri mno kwenye upande huu ambao uliochagua. Lakini wewe unayetenda yaliyo mema ya Mungu, endelea kutenda sana, kwa sababu pia neema iko karibu na wewe. Neema ya Kristo iko pamoja na wewe. Neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Lakini katika Yeremia ile 20 tuliyosoma mstari ule wa 7 mpaka ule wa 13, anasema Bwana yu pamoja na aliye mfano wa shujaa, ni Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ushujaa nilio nao huu, kama sio Yesu nisingeweza kusimama. Yaani kabisa nisingeweza. Alikonitoa kule ni siri ya moyo wangu, yeye ndiye anayejua. Lakini naamini kabisa ya kwamba hata wewe pia upo mahali ambapo Yesu alipokutoa. Yawezekana watu wengi walikuwa wamekukatia tamaa ya maisha, lakini Yesu aliyekutoa kule mbali ndiye aliyekufanya ya kwamba uwepo hapa. Unakosaje kumwambia Yesu asante? Unakosaje kumshukuru Mungu hivi ambavyo ulivyo? Yaani unakosaje kumwambia kama sio wewe Yesu mimi nisingekuwa hapa? Wewe unafikiri ungeimba, ungecheza step ambazo unazocheza, ungeweza kusoro vizuri, wala wewe ungewatia moyo, hata kuwatia moyo wengine ambao wanaoimba? Usingeweza kufanya hivyo kama sio Yesu, kama sio Mungu aliyekutoa matopeni, kama sio Mungu aliyekutoa kule vichakani. Usingeweza hata ujidai kwa elimu uliyokuwa nayo, hata ulinge namna gani, hata utajiri uliokuwa nao, ujuzi na maarifa uliokuwa navyo, kama sio Mungu angeweza kusimama katikati yako na kuachilia hivyo vitu, leo usingekuwepo hapa. Usingemtukuza huyu Mungu, usingemwambia Yesu ninakushukuru, asante. Yaani usingeweza. Watoto ulio nao ni neema ya Mungu, mume uliye naye ni neema ya Mungu, mke uliye naye ni neema ya Mungu, kazi uliyo naye ni neema ya Mungu. Wapo watu wengi sana ambao wako hawana kazi, wamemaliza, wana elimu yao vizuri. Wewe ni nani Bwana? Ni nani wacha kusema Mungu asante? Ni nani? Umesomesha watoto, wamepata kazi, ni neema ya Mungu. Wengine wameishia darasa la 7. Hilo darasa la 7 walioishia wako wana kazi nzuri. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kati mwingine wanaweza kutoa wachungaji wakapita wakahamasisha, hata kama ni ujenzi, jamani tuna 1 2 3, pengine tunapokea wageni, pengine tunahitaji tufanye hivi. Huwa tunahamasisha mpaka mate yanatukauka.
lakini tupo hapo, utakuta tunaangaliana tu hivi kwa macho. Ni neema ya Kristo inatufanya tusimame na kuhamasisha. Leo nikikupointi, njoo uhamasishe jambo fulani hapo, kesho sidhani kama utarudi tena unasema leo mchungaji ana matatizo na mimi. Nilimwona tangia mwanzo alikuwa ananitafuta tu, sasa naona leo amejisilisha wazi wazi. Yaani ni vita ya wazi wazi, sio vita mpendo. Roho Mtakatifu amekusemesha akupointi wewe, lipo kusudi na anachotaka, anataka upokee duniani. Bwana Yesu, haleluya, haleluya, haleluya. Neema ya Mungu yatutosha, neema ya Mungu yatutosha. Hivyo ulivyo ni neema ya Mungu, hivi nilivyo ni neema ya Mungu. Ningetembea hata kwa kulinda bado nasema ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Hata kama ungekuwa na karama kiasi gani ya kuhamasisha jambo lolote, kwamba ukisimama hapa, kama sio Yesu aliyekufanya simama badala ya wengine, akaendelea kukupaka mafuta yake mabichi, uwezi. Mungu abariki neno lake. Neema yako Mungu.